Okay, karibu tena Akil's Movie Recaps. Tunasonga mbele na episode ya 7 ya mashine safi wanaita Your Majesty. Sasa mashindano yanakaribia kuanza na zile panga za kukata mkono ziko tayari kwa yeyote ambaye atafeli. Basi Kundawaga anaombwa aseme pishi la leo linatakiwa liwe vipi. Lazima atoe mwongozo. Kwa hiyo anainuka, anaanza kusogea mbele ili kusudi aweze kutoa maelekezo. Lakini anapata kama kizunguzungu, hayuko sawa kiafya kivile, unajua ni mzee. Lakini kwa bahati nzuri Makoti Lady wanawai, wanamsaidia asiweze kuanguka. Ni kizunguzungu nadhani. Haya, anasogea mbele, anaanza kuandika. Yaani hili neno linaelezea aina ya chakula au namna ambavyo chakula hiki kinatakiwa kupikwa. Na baada ya kumaliza lile neno linachukuliwa, linawekwa mbele ya kila mtu, aweze kulisoma na ajue mwongozo umekaa vipi. Sasa binti anaangalia, kumbuka maneno ya zamani na ya saizi kidogo yako tofauti. Kwa anajiuliza, ameandikaje pale? Yaani ameandika kitu gani? Anaangalia vizuri, anagundua ameandika Firia Pate. Yaani hii ni Kikorea lakini ina maana kwamba heshima ya mtoto kwa mzazi. Na Kundawaga anasema hivyo hivyo kwamba huo ndio mwongozo wa pishi la leo. Binti anasema, sasa hapo nimekuelewa, hapo nimekumanya. Sasa Kundawaga anasema pishi mnaloandaa leo linatakiwa liashirie heshima ya mtoto kwa mzazi. Kwa hiyo viungo mtakavyotumia leo ni kama ifuatavyo: tofu, doejang na soya. Na wote mnatakiwa mmalize lipishi ndani ya masaa 2. Haya sasa, mnaweza mkaanza. Kundawaga ametoa ruhusa na kisha yeye anarudi kukaa. Ina maana shughuli inabaki kwa wapishi hawa watatu. Na ukumbuke kwamba zamani walikuwa hawana saa, kwa hiyo wanatumia jua kupima muda, kivuri kile, na pia wanawasha hichi kijiti ili kujua muda unavyokwenda. Kikisha kijiti hiki hapa na muda unakuwa umeisha. Sasa binti anawaza, nikisema nipike chakula cha kifalme hapa sitoboi, maana hawa jamaa maisha yao yote wamekuwa kipika vyakula vya kifalme. Sasa nipike chakula gani kwa hivi viungo ambavyo vimetajwa? Binti anajaribu kufikiria, tofu, doejang, na hii inamfanya akumbuke zamani baba yake alikuwa anampikia chakula fulani hivi kina viungo kama hivi. Na baba yake alikuwa anakiita chakula hiki doejang pasta. Ni chakula fulani hivi kitamu kweli kweli, yani utamu Korea, sio poa. Kwa hiyo mwisho binti anaamua ngoja apike doejang pasta, kama ambavyo baba yake alikuwa anampikia. Anasema na uhakika Kundawaga lazima atakipenda, lazima. Wakati huo mfalme anasema, Gwinyeo, leo usije ukazingua leo hamna huruma. Alafu anatabasamu. Nione nalo hili, unamtabasamia nani? Haya, kwa kuwa tayari mashindano yameshaanza, jambo la kwanza wanatakiwa waende kutafuta vya kupika, waende wakavichukua jikoni. Unajua waliandaliwa vya kupikia, lakini vya kupika unaenda kuvichukua mwenyewe. Kwa hiyo njiani sasa ni vurugu, yani pushi za kutosha, kila mmoja anataka kuwahi vitu vizuri hivi, asichukue vya mwishoni. Mfalme, najua utakuwa una wasiwasi, maana huyu Gwinyeo unaonekana umevutiwa naye sana. Unajua bibi, wanasema ili ujue urefu wa kina lazima upime kwa kuingia kwenye maji. Kwa hiyo bado ni mapema, usiwe na uhakika sana kwamba Gwinyeo atafeli, lakini unatakiwa ufahamu mfalme, siku hizi nimekuwa nimechoka sana, sina appetite kabisa. Mimi nafahamu siku zote haunaga appetite, kwa hiyo usiseme kwamba leo ndo hauna. Na hiyo hali yako ndio inafanya lishindano liwe la kuvutia zaidi, maana nataka nione kama chakula cha Gwinyeo kinaweza kurudisha appetite yako. Mke wa mfalme bado amekunja tu yani. Mfalme anasema chakula chake ndio kilinishawishi nisichukue maisha yake, yani nisimuue. Sawa, ngoja tuone mfalme. Sasa bibi anawaza kwamba ngoja tuone kama mambo yataenda upande wako. Wakati huo madam naye anawaza kwamba mfalme, ninachohitaji kukikata siku ya leo sio mkono wa Gwinyeo, bali ni moyo wako ambao umemruhusu Gwinyeo aingie. Haya bana, hii ni episode ya 7. Sasa wameingia jikoni kuchukua vya kupika. Shughuli ni pevu, yani kila mmoja anawahi. Sasa jamaa ana roho mbaya hawa. Wakina Maeng, yani wakipita sehemu wanakomba kila kitu. Binti anakuta vitu viko empty, ni kukombesha vilivyobakia tu yani. Yani jamaa sio poa. Wanafika kwenye mboga za majani wanachukua zote. Binti anamwachia tu 4 tu 5 yani. Na sio hapo tu yani, tofu ipo ya kutosha lakini wanachukua yote. Yani wanamwachia binti yani vidogo vipunje. Na inambidi atumie hivyo maana kwenda sokoni kununua tena muda unaenda, masaa 2 wamepewa Lakini hivyo ndio viungo ambavyo wameambiwa watumie wote, lakini vingine unajiongeza. Kwa mfano huyu Maeng anachukua samaki, jamaa hapa anachukua kuku, yani unajiongeza chakula cha kupika. Chakula unaamua wewe, lakini viungo unakuwa umeshatajiwa. Sasa huku binti anaangalia hivi, anaona kuna unga wa ngano. Unajua pasta ndo tambi wenzetu wao wanatengeneza wenyewe, anu dukani wanatengeneza wenyewe. Kama leo unafahamu kutengeneza tambi mwenyewe, bwana hongera sana, wewe ni Mkorea au sio bana? Haya, baada ya kukusanya kila kitu, binti anasema sasa kwamba tofu yake imeharibika, lakini sio mbaya, sio shida. Shida ni kwamba hana daijong ya kutosha. Haya, anafanyaje hapo?
na hii inamfanya anaishiwa power. Anasema vijamaa vina roho mbaya hivi. Lakini anapogeuka kidogo hivi anaona kuna spinach. Anaiangalia hivi anaona ni spinach ambayo iko vizuri kabisa, ni haina shida. Sasa anaanza kufikiria hii spinach anaweza kaitumiaje kwenye hiki chakula, na kidogo hivi anakumbuka kwamba spinach ni nzuri kwa mifupa na kwa watu wenye anemia. Kwa hiyo hii itamfaa sana kuendawaga kwa sababu ya hali yake ya kiafya. Anasema ngoja tumwekee spinach pesto, sijui ndo kitu gani. Lakini muda huo anakuja Enuchi. Anamuuliza, unafanya nini huku, wenzako tayari wameshaenda kule, wameshaanza na kupika. Samani, naweza nikapata doejang? Doejang zinapatikana jikoni kwa mfalme. Wapishi wengine wamechukua kila kitu, nimekuta mtungi upo empty. Oho, sasa utafanyeje? Maana hiyo ndo doejang yote iliyokuwa imebakia. Sasa mimi nitafanyeje? Doejang ndio inaoamua ladha ya chakula. Sasa Enuchi anamwambia kuna doejang ipo, sio mpya lakini ipo, labda aje angalie hiyo. Binti anasema kweli, asante sana. Hivyo yani anashukuru, maana asipopata hiyo mzee msosi ya uivi huu. Sasa huko upande wa pili mawaziri wameshachukia kwamba mfalme ana majukumu mengi, wameandika barua za mambo mengi wanayohitaji yafanyike, lakini anafanya mashindano ya kupika msosi. Hizi si dharau hizi. Wengine wanasema hata kama Gwinyeo akishinda hatuwezi tukamkubali huyo, eti ndio mpishi mkuu wa mfalme. Sasa wakati wengine wanabishana, Prince yuko busy na kahawa tu, yani anapiga kahawa tu. Sasa huyu anajaribu kumuongelesha, akamwagia. Yaani jamaa na mambo yake tu yeye. Anasema zamani nisamee sana. Unajua mikono yangu imekuwa midhaifu sana. Hamna shida. Mtukufu, hebu tuambie mawazo yako na wewe kuhusu hili jambo. Sasa Prince anacheka tu, anasema kinyesi. Watu wanashangaa kinyesi? Anasema nataka niende chooni nikajisaidie kinyesi. Viongozi wengine wanashangaa, huyu bwana vipi? Kusema tu nataka niende msalani mpaka useme unaenda kufanya nini bana? Anasema siwezi kusubiria, iko karibu, iko mlangoni nagonga hodi. Kwa hiyo mmoja anamsindikiza, anapumua tu mishuzi, yani huyu jamaa ipogo mambo yake tu yani. Unaweza kumuona kama mjinga lakini anajua anachokifanya. Wakati upande wa pili kwenye mashindano wameanza kupika. Watu wameshaanza kuandaa, wanakatakata vitunguu nini. Unajua maandalizi, nyama inakatwakatwa na nini, safi kabisa. Wakati huo Mahengi yuko biza na samaki wake anaandaa, chakula chake ni cha samaki. Kwa hiyo anamuandaa vizuri nini, anamsafisha, mbwembwe za kutosha. Unajua lazima uonekane unafanya kitu cha msingi ili watazamaji waenjoy kwamba yule anachopika lazima itakuwa ni kitamu. Lakini mfalme anaangalia hivi Gwinyeo wake bado hajafika. Anaanza kuwa na wasiwasi. Sasa hao wanaopika wanaanza kuchokozana. Mmoja ndo mchokozi. Anamwangalia mwenzake anapopika, anamwambia, "Mpishi Maheng, usiniambie unapika umandu. Japokuwa umejifunza kupika kwa Wajapani, lakini unatakiwa ufahamu kwamba kama unapika umandu, samaki usimkatekate hivyo kama unavyomkatakata, utamfanya mpaka ataungulia kabisa, utashindwa kupika chakula kizuri. Hauna haja kupoteza muda wako kuniwazia mimi. Wewe mwenyewe naona unapika yonpotagi hapo. Kwa hiyo kuwa makini, usije kuunguliza hiyo tofu hiyo. Naona ni vyema nitumie hii nafasi kukufundisha nilichojifunza huko Sichuan." Haya bana, wanatambiana tu, lakini muda huo mpishi Maheng anaona binti ndo anaingia. Wakati wenzake wameshaanza kupika, wameshachemsha maji, wameshachemsha mboga nini, lakini yeye ndo anaingia sasa. Hawa wanaona huyu kashafeli huyu. Lakini binti anakuja yuko bize kweli, yani inabidi awahi chapchapu ili aweze kwenda sawa na wengine. Kwa hiyo hana muda wa kupoteza, ni kwenda chapchapu kijeshi tu yani. Na kila mtu anamwangalia Yeoni, macho yote hapo kwake. Anajiambia mwenyewe, Yeoni relax, unaweza kufanya hichi kitu. Anaanza kazi, mfalme anakaa mkao wa kuangalia. Anafahamu uwezo wa binti bana, hana wasiwasi sana. Kwa hiyo binti anaanza kuandaa tambi, anachanganya mayai na unga, tia maji kidogo, anaanza kukanda unga ule. Unajua tena mimi sifahamu anavyopikaga tambi, ila nadhani ndo njia ni kama hii ya kupika mandazi. Kila mmoja yuko busy na pishi lake. Unajua chumvi ilikuwa ni ya mawe, kwa unaisaga mwenyewe ndo unatia kwenye chakula. Lakini mwanetu ana mbwembwe kinoma, ni chumvi tu anavyoisaga yani mpaka Kundawaga anashtuka. Unajua alikopoga hawana movie hawa. Kwa hiyo akiona kama hivi ndo anaenjoy mbwembwe za ajabu hizi. Sasa wengine wakiwa wanaandaa nyama nini, samaki, binti yuko busy na fundo lake tu anakanda kama anataka apike maandazi. Na hii inawapa wasiwasi kwamba wewe unatupikia vitu gani huyu, lakini mfalme hana wasiwasi. Sasa wanaanza kuulizana, mbona kama Gwinyeo ameandaa kikando, usitaki kuniambia nataka apike tambi? Lakini sidhani, yani mashindano hawezi kupika tambi. Lakini pia angalia mboga za majani alizoleta. Ndio mboga gani hizo? Mbona za ajabu sana? Sijawahi kuziona tokea kuzaliwa. Consort sang. Ina maana uifahamu spinach? Lakini siwezi kukushangaa maana hujui kupika chakula hata mara moja. Ina maana hiyo ndo spinach Lakini spinach sindikia kwanza uikaushe uianike ndo baadaye uje uipike. Mbona yeye amekatakata alafu anaisaga spinach vitu gani mule? Kwamba ndo ujuzi wa kupika au inawezekana hajui kupika huyu? Navyoona leo Gwinyeo lazima atakatwa mkono. Imeshakula kwake leo. Hebu nyamazeni. Sawa mtukufu.
Inavyoonekana tu Gunyeo afikii uwezo wa kupika wa wapishi wengine, maana naona mpishi Maeng anaandaa umandu, chakula ambacho Kundawaga alikipenda sana kwenye sherehe iliyopita, na mpishi Bongsiki naye anaandaa Yon Potag. Yaani kuwaona tu wanavyopika tayari njaa imeshaanza kuniuma. Omandu na Yon Potagi. Nasubiria kwa hamu kuonja. Vipi kuhusu wewe mfalme? Sina uhakika, lakini hata kama ni vitamu tayari unaijua ladha yake. Naona bado na matumaini makubwa kwenye chakula atakachokipika huyu mpishi Gunyeo. Ni kweli, maana kila chakula chake nabaki na shangaa tu. Basi ngoja tuone, na mimi nataka nionje ili nione hiyo ladha uliyoisikia mpaka ukashangaa. Sio muda mrefu utaisikia bibi, maana maneno yanaweza kudanganya, lakini utamu wa chakula huwa udanganyi. Kundawaga anamwangalia tu, yeye hana matumaini makubwa. Unajua, anahisi ni chakula tu, kama alivyosema mfalme mwanzo kwamba wali si wali tu, alafu baada ya kula ndo akagundua kwamba kumbe wali sio wali tu, wali ni upishi. Haya basi, muda unazidi kwenda na wapishi wanaendelea kuandaa chakula, lakini binti akiwa anaandaa hivi, kuna jambo anakumbuka. Sasa kumbe muda ule alipoondoka na Enuchi kwenda kuchukua ile Daejang, Enuchi alianza kumpa matilio kuhusu Kundawaga, kwamba Kundawaga tokea alipokuja kwenye jumba la kifalme hanaga appetite ya chakula, na huwa anadai kwamba chakula kitamu cha mwisho alichokula ni chakula alichopikiwa na mama yake kabla ya kuja kwenye jumba la kifalme, na chakula hicho ilikuwa ni supu ambayo ilichanganywa na wali. Kwa hiyo mpaka leo anadai kwamba anaimisi sana ile ladha. Nadhani alisema ilikuwa ni ladha ya Savori. Ikawaje sasa? Wapishi walianza kujaribu kutengeneza supu kama ya mama yake na Kundawaga, lakini kila alipoonja zile supu alidai kwamba ladha haiko sawa. Sasa Yeoni anaanza kujiuliza aweke kiungo gani ili aweze kutengeneza ladha kama hiyo, maana kama akiweza kutengeneza ile ladha tayari ameshinda. Lakini pia anajiuliza isije ikawa Kundawaga anasemaga tu vile kwa sababu kilikuwa ni chakula cha mwisho ambacho mama yake alimpikia. Lakini haya mawazo anayowaza mwisho wa siku anataka kudondoka. Huko Geumu anachanganyikiwa, dada unawaza vitu gani? Anajaribu kumwambia atulize akili, asiwaze vitu ambavyo vinamchanganya. Huko Bongsiki anasema ni muda wa kukatakata vitunguu sasa. Lakini anapogeuka hivi, vitunguu hamna. Ina maana nimemaliza vyote. Oya mpishi Maeng, hebu nisaidie vitunguu kidogo bana. Naona nimezidisha vya kwangu kwenye mboga humu. Maeng yuko zake bize. Oya mbona unijibu sasa, unakaa kimya ndio nini unanilia buyu? Anaamua kusogea achukue mwenyewe, maana anaona kama vile Maeng yuko bize sana. Lakini anapofika kuchukua hivi wanamzuia. Na mpishi Maeng anamwambia, haya ni mashindano bana. Kama hujaandaa viungo vya kutosha, shauri yako, utafeli kwa sababu ya uzembe wako mwenyewe. Maana nafasi ya mpishi mkuu ni moja tu, sio mbili. Wewe jamaa, mimi sikujua kama huko hivi. Kumbe una roho mbaya. Huko binti anaendelea na mapishi, lakini bado anajiuliza hiyo ladha hiyo ni ladha gani? Alitumia kitu gani kutengeneza hiyo ladha? Lakini anapoangalia hivi anakuta jamaa wanapigana, nipe vitunguu, sikupe vitunguu, nipe vitunguu. Na mwisho wa siku vitunguu vinaruka juu vinakwenda mpaka chini. Watazamaji wanaenjoy tu, yote hii ni vituko, ni kama show yani. Na Bongsiki anaiba vitunguu anakimbia. Usinitanie wewe, ni feli kwa sababu ya vitunguu. Sasa Yeoni anaamua kufikiria, yani anaamua kuumiza kichwa. Inakuaje hapa, ile flavor anaipataje ile ladha ile? Na muda sio mrefu anapata idea namna ya kutengeneza ile ladha. Wanaita savory flavor, ladha ya savory. Na anapoangalia viungo anaona vinatosha kabisa kutengeneza chakula, lakini kuna kitu kimekosekana. Kwa hiyo inatakiwa atoke aende kukichukua jikoni. Lakini anapotaka kutoka watu wanashtuka, vipi anakimbia nini? Na wanamuuliza unakimbilia wapi? Anasema kuna kitu nakihitaji, naombeni mniruhusu niende nikachukue. Mleteni hapa. Sasa binti anapelekwa mbele, inatakiwa ajieleze nini hiki anafanya. Una shida gani? Nahitaji kwenda kuchukua kiungo kimoja. Naomba niruhusu. Ni upuuzi gani unaongea? Hebu rudi kwenye jiko lako. Samahani, lakini kiungo gani unahitaji? Naomba nikuzuie. Hii hairuhusiwi mfalme. Maana bado hatufahamu wapishi wengine wanaandaa kitu gani, lakini tayari vyakula vyao vimekaribia kukamilika. Alafu yeye anataka ongeze kiungo kipya. Itakuwa amegundua uwezo wake ni mdogo kulinganisha na wengine. Kwa hiyo anajaribu kubadilisha chakula cha kupika. Yeoni anasema lakini sheria inasema tukamilishe chakula ndani ya masaa mawili. Haisemi kwamba tusiongeze viungo vingine. Hata kama unachokisema ni kweli, tayari umeshaona vyakula vya wenzako vinavyopikwa. Kwa hiyo haitakuwa haki kama mfalme akimruhusu Gunyeo aongeze viungo vingine. Binti anachoka sasa, hapa inakuaje? Madamu amekazia kweli kweli. Yeoni anasema ni kweli nimebadilisha mawazo, lakini sio kwa hizo sababu unazozisema wewe. Alafu hata hivyo kubadilisha pishi katikati sio kazi nyepesi kama unavyofikiria. Binti ana mind, muda unaisha bana, Sasa hiyo ni shida yako, sio ya kwetu. Lakini bibi, kama alivyosema Consort Kang, ni kweli sio fair. Lakini pia mpishi mkuu yupo sahihi, sheria zimkatazi kuongeza viungo vingine. Sasa kwa nini tusimruhusu atumie viungo anavyotaka? Lakini kama akifeli, tunamkata mikono yake yote miwili. Watu wanashtuka, mikono yote miwili?
Binti anasema moyoni, wewe mpuuzi wewe, funga bakuli lako hilo. Yaani unanikela. Kiukweli hilo ni wazo zuri sana mfalme. Haya sasa, madam amekubali kwa sababu ya chuki zake tu. Ameona hii nafasi ya kumkata binti mikono yote miwili, hawezi kuiacha ipite. Na Kuindawaga anasema sawa, lakini kama alivyosema Consort Kang, kama unajaribu kutuchezea mchezo, jiandae kabisa kupoteza maisha yako. Sawa, nimekuelewa. Yeoni anajisemea moyoni kwamba Kuindawaga, mnikate kichwa au mikono, vyovyote vile mtakuwa mmeshanimaliza yani. Mpishi bila mikono sio kitu. Kwa hiyo anainuka kwenda kufuata viungo vyake, lakini akiwa anatoka hivi, kengele ya pili inaanguka. Na maana muda unakaribia kuisha. Sasa akawaza, kama nikiondoka hapa nitafeli, yani ni uhakika nitafeli. Sasa anafanyeje? Akaona hapa solution ni kumwagiza Geumu. Kwa hiyo anamnong'oneza Geumu kwamba aende akalete hivyo vitu. Hamna shida dada, wewe niamini tu. Geumu aende kuleta, alafu yeye aendelee kupika. Maana kama akienda yeye mwenyewe mpaka aende arudi, wanakata mikono yote miwili. Lakini sasa Consort Kang anamwagiza mfanyakazi wake, watu wana roho mbaya, anaagizwa aende kumzuia Geumu. Sijui amcheleweshe, sijajua. Basi binti anaanza kupika bila pressure, bila nini. Yaani yeye ndo anaanza saizi. Wenzake wameanza muda mrefu, lakini yeye ni fundi bana. Master anajua mambo ya joto, sijui joto ile kiasi gani ili kiive haraka ufanyeje. Unaweza ukakichoma choma kidogo, unajua. Ni mpishi wa hoteli ya Michelin bana. Lazima umwamini. Anaitwa Yeon. Na moyoni anasema hii ndio njia pekee ya kuweza kuwashinda wa jamaa. Lazima atumie upishi wa kitaalamu zaidi. Na Kuindawaga anasema ndio upishi gani wa kukela watu? Huyu amechanganyikiwa au? Lakini mfalme yeye anashangaa tu, maana anafahamu hata kama njia ni mbaya, lakini matokeo ya msosi wa huyo binti waga ni matamu. Kwa hiyo inabidi tu uamini njia kwamba hii ni sahihi. Wakina mpishi Meng nao anashangaa, chakula kinaungulia mara moshi, ndio upishi gani huu? Lakini Yeoni anajua anachokifanya. Ana wasiwasi, ana papala. Huyu anafanya nini tena? Anaweka tofu kwenye mafuta. Binti anawashangaza na mapishi ya miaka baadaye. Lakini wakati huo Geumu naye anarudi, yuko mbio kweli kweli. Anawahi kumpelekea dada yake hichi kiungo. Sasa ghafla anasukumwa na hii inapelekea anaanguka kwenye ngazi. Na hii ndio kazi ya madam. Anataka kuhakikisha binti anafeli. Chuole anamsogelea Geumu alafu anachomwa pini ya nywele. Hii ni kama dispisi kabisa hii. Geumu anafanyaje hapa, maana hana msaada na huyu Chuole ni kama vile anataka kumuua kabisa. Wakati huku Yeoni anamsubiria, anajiuliza mbona anachelewa huyu, bila kujua Geumu ana majanga. Sasa mpishi Maeng na Bongsiki wameshamaliza kupika. Chakula chao kimeshaiva, kwa hiyo wanamalizia kukipanga kukiweka kwenye sahani ili kiweze kupelekwa mbele ya mfalme na Kuindawaga. Lakini Yeoni bado anapika bana, bado anaandaa. Lakini hao wanamshangaa, mbona anaweka spinach kwenye supu? Spinach na supu wapi na wapi, tokea lini? Yaani yote haya kwao ni maajabu. Mnasemaje? Ameweka spinach kwenye supu? Yaani Kuindawaga naye anashangaa. Mfalme anawaza, hiki ni chakula kipya au umechanganyikiwa mpishi Yeoni? Mimi nilikuwa nataka bibi aonje chakula chako kitamu. Kengele nyingine inaanguka. Hii ina maana muda unaelekea kuisha kabisa yani. Hiyo ndo kengele ya mwisho. Kijiti kimebakia kidogo, kinaelekea kuisha. Binti anasema, Geumu nakuomba urudi haraka. Kila mtu anaangalia, muda unaelekea kuisha bana. Lakini ghafla mlango unafunguliwa na Geumu anaingia, lakini anasinta mguu. Yeoni kumuona hivi inabidi amuwahi, maana muda umeisha. Najua nimechelewa dada, naomba unisamehe. Nini kimetokea? Mbona una damu kichwani? Nitakuelezea baadaye, kwanza wahi ukamalizie kupika. Asante Geumu. Haya, nenda. Haya, binti anarudi jikoni kumalizia kupika. Kiungo alichokuwa anakihitaji ndo hiki hapa. Na anapokiangalia anasema safi, hapa sasa unyama. Kwa hiyo anaanza kukitumia, anaweka kwenye supu. Sasa Kuindawaga anauliza, Gwinyeo anaweka nini kwenye supu? Kiukweli sijui ni kitu gani. Haujui? Kiukweli mimi simuelewi. Mwanzo ameweka spinach kwenye supu. Hii ni njia sahihi ya kupika chakula kweli? Mtukufu, hii ni supu ya doejang. Lakini njia anayotumia kupika sijawahi kuiona duniani. Hii ni mbaya sana hii. Itakuwaje kama tukiumwa baada ya kula iko chakula? Kwani spinach ina madhara kama ikipikwa vibaya? Kusema ukweli sijawahi kuona spinach ikipikwa namna hii. Kwa hiyo siwezi kusema kwa uhakika ina madhara. Nini? Alafu nategemea tule iko chakula? Au nimwambie aache kupika? Kusikia hivyo mfalme anawaka. Kila mtu anashtuka yani. Anasema unanidharau mimi au? Haujui mimi ndo nimeruhusu haya mashindano yafanyike? Kotiledi inabidi ashuke chini aombe msamaha, maana huyu ni mfalme huyu. Akikasirika kukuua ni dakika 0 tu. Sasa Kuindawaga anasema alikuwa anaongea kwa kufuata sheria tu. Mtumishi kama huyu hawezi kudharau wewe mfalme. Kwa hiyo usikasirike. Sheria? Mfalme kwanza anacheka kweli kweli yani. Kwamba ameongea kwa kufuata sheria. Kwanza haya mashindano yamefanyika kwa sababu haumwamini mpishi nilimchagua mimi.
Na hii ina maana una mashaka na uwezo wa kuchagua wa mfalme ambaye amemchagua binti kuwa mpishi mkuu. Mfalme, mimi nimeruhusu mashindano yafanyike kwa sababu naelewa wasiwasi mliokuwa nao, lakini mkitaka kuleta visingizio vya kuharibu mashindano eti kwa sababu tu mpishi Yeon anapika chakula ambacho nyinyi hamkitambui, mnategemea mimi nitaonekanaje kwa watu? Maana mimi ndo nilimchagua kuwa mpishi mkuu. Mfalme, punguza hasira. Upo sahihi, hakuna sheria inayomzuia huyu binti kuwa mpishi mkuu, kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na hasira. Mimi ninachotaka kuona ni uwezo wa huyu binti wa kupika tu, kwa hiyo tusubiri mashindano yatakapoisha ili tuweze kuamua. Sasa mfalme anasema moyoni kwamba mimi najua haya mashindano mmeandaa ili tu kumuondoa binti kuwa mpishi mkuu, msije mkadhani labda mimi sifahamu. Na mwisho anasema maliza kwa wakati na kuomba. Haya bana, mfalme anamuomba binti amalize kwa wakati ili asije kuaibika hapa, maana kama binti akifeli, mfalme ataonekana amezingua kumchagua binti kuwa mpishi mkuu wakati kuna wapishi wengine wanaomzidi uwezo. Sasa baada ya muda kupita, hatimaye muda umekwisha na inapigwa ngoma, ishara ya kwamba muda umekwisha, mikono itoke mezani. Mpishi Maeng na Bongsiki wameshamaliza, lakini kwa bahati nzuri binti naye pia ameshamaliza. Binti anamwangalia mfalme na mfalme anasema moyoni, mpishi Yeon, ni muda wa kuonja chakula sasa. Je, leo ndo utakuwa mpishi wangu official au maisha yako yanaishia hapa? Sasa wanaanza kuonja chakula kimoja kimoja. Kwanza wanaletewa omandu, waonje kwanza omandu alafu vingine vinafuata. Na hiyo omandu imepikwa na mpishi Maeng, kwa hiyo Kuindawaga anatoa ishara Kotiledi aonje kwanza kabla ya viongozi kuweza kula. Na Kotiledi anachukua kipande anaonja, kama kuna sumu na maana anakufa yeye bana, lakini anasema iko sawa, kwa hiyo wanaweza wakaonja tu. Basi Kuindawaga, Consort Kang na mfalme wote wanaonja. Chakula ni kitamu of course, yani ni chakula cha kifalme, kwa hiyo sio kama jamaa wajui kupika, ni wataalamu wa kupika, ndio maana wanafanya kazi kwenye jiko la mfalme, kwa hiyo chakula chao lazima kiwe kitamu. Basi Kuindawaga anaanza kutoa sifa kwamba chakula ni kitamu, ni kilaini, ladha yake iko vizuri, hakina ubaya wowote ule, kimekaa kimesimama, kiko vyema. Na mpishi Maeng anasema asante, ni kilaini kwa sababu amekiandaa katika utaalamu wa hali ya juu, amekatakata vizuri sana. Hiyo mandu ni laini sana hadi raha. Sasa kila mmoja anasifia, mfalme naye anasifia kwamba chakula ni kizuri, maana amesikia ladha ya samaki, ladha ya tango lilokaangwa kidogo, vikiwa vimechanganywa na tofu pamoja na majani ya maharage, yani ladha yake ni ya kipekee kwelikweli. Na hawa makonsort wanaanza kumsifia mfalme kwa sababu ya uwezo wake wa kutambua kilichomo kwenye chakula kwa kuonja tu. Chakula ni kitamu, lakini sijaisikia kabisa ladha ya doejang. Sasa hii tayari ni kasoro, nimeichanganya doejang pamoja na siki na asari kwenye viungo vya kutoezea pembeni, viungo vya kutoezea. Sasa mfalme anaonja viungo, ina maana mwanzo alikula bila kutoezea, ndio maana kusikia ladha ya doejang kwenye chakula. Kwa hiyo anaonja viungo, anasikilizia, na mwisho anasema ladha ya doejang nimeisikia, inasikitisha umeitumia kwenye viungo tu. Mimi nimeupenda ulaini wa samaki, akigusa ulimi wangu tu anayeyuka, na viungo vyote ulivyoviweka vimeendana vizuri kabisa. Kwa hiyo chakula ni kitamu kweli kweli. Ni kweli kabisa, ni chakula ambacho hata mzee kama mimi nsie na meno bado na enjoy. Asante sana mtukufu. Haya, tuambie sasa, chakula hiki kinaashiria vipi heshima ya mtoto kwa mzazi? Mfalme ni sawa na mzazi kwa wananchi wake wote. Kwa hiyo wananchi wanapomletea zawadi ya viungo kutoka sehemu mbalimbali za nchi yake ni sawa na upendo wa mtoto kwa mzazi, na mimi kupitia viungo hivyo nimemwandalia chakula hiki. Kwa hiyo naamini kabisa hii ni ishara ya upendo kati ya mtoto na mzazi. Jibu lake ni sahihi kabisa, lakini mfalme anaguna. Haya, ni zamu ya chakula cha mtu wa pili, chakula cha Bongsiki, wanakiita Yeonpotagi. Ni chakula fulani ambacho kwa muonekano tu kinavutia, yani ukikiona tu unatamani kula. Hii ni Yeonpotagi ya tofu Ndiyo yenyewe mtukufu. Nimekumbuka ulienjoy sana mara ya mwisho nilipokupikia kwenye sherehe, kwa hiyo nimejitahidi kujiboresha zaidi. Haya, kama kawaida anaanza kwanza kuonja Kotiledi kabla ya viongozi kuweza kula, na baada ya kuonja anakaa sekunde kadhaa na kisha anatoa ishara kwamba chakula kipo sawa, wanaweza kuonja. Basi kila mmoja anachukua bakuri yake anaonja Yeonpotagi. Pishi la Bongsiki limetulia sana, limekaa unyama. Chakula ni kitamu sana, lakini safari kipo tofauti, naona imekuwa laini zaidi kuliko mara ya kwanza. Umefanyeje? Badala ya kutumia nyama ya ng'ombe, safari nimetumia nyama ya kuku ili iwe laini na tamu zaidi. Na vipi kuhusu tofu, umeipikaje? Baada ya kuikatakata, niliikaanga na kisha nikaifungia mboga ya majani na nikaichemsha pamoja na supu ya kuku, ambayo supu hiyo ilikuwa na doejang ndani yake, ikaongeza ladha. Mfalme anasema ndio maana ladha ya tofu na ladha ya supu vimeendana sana. Kumbe mchanganyo wake ulianzia mapema, imekuwa tamu sana.
Asante sana mfalme. Haya, tuambie chakula chako kinaashiria vipi upendo wa mtoto kwa mzazi? Mtukufu, mimi naamini furaha ya mzazi huwa inakuja pale ambapo watoto wake wamekula vizuri na kushiba. Kwa hiyo nimeandaa hiki chakula ambacho ni maalumu kwa mzazi na mtoto kuweza kuenjoy pamoja. Ni kweli chakula hiki kinamfaa mzazi na mtoto, kama hivi tulivyokaa tunashare mimi na mjukuu wangu. Ni kweli kabisa, hata siku ile kwenye sherehe ilikuwa tamu sana. Sasa wanavyomsifia hivi, Consort Kang anapata wasiwasi, maana mpishi Maenga akifeli anakatwa mikono, unajua Yaani unataka kuniambia kwamba hiyo sababu ulioitoa ndio inathibitisha kwamba iko chakula kinaashiria upendo wa mzazi kwa mtoto? Ndio mtukufu. Mfalme ameona jamaa ameongea upuuzi tu, sababu gani ametoa hiyo? Au mnasemaje wadau? Mimi mwenyewe naona kama amezingua. Haya basi, hatimaye ni muda wa chakula cha binti Yeon. The cooker, the chef, mpishi mwenyewe. Wanaangalia hivi, chakula kipo simple kweli yani. Mpaka Consort Kang anacheka. Watu hawaelewi ndio kitu gani hiki amepika huyu. Mbona hii ni supu tu? Huyu naye vipi? Yuko upande wangu au ni adui yangu? Ulikuwa unawaza nini wakati unapika hiki chakula? Hii ni supu ya daejong, maalum kwa ajili yako mtukufu. Tafadhali onja. Haya, kama kawaida anaanza kwanza kuonja Consort. Baada ya kuonja anatoa ishara kwamba chakula kiko vizuri. Kwa hiyo Queen Dawaga, mfalme, Consort Kang na wama consort wengine wanachukua vijiko sasa ili waweze kuonja supu. Na kila mmoja baada ya kuonja anamtumbulia macho binti. Kila mmoja yani anaonja, anamwangalia binti usoni. Hawa ana shida gani hawa? Haikosi supu sio tamu au? Mfalme kwanza anafurahi, anasema ladha ya savory. Amejuaje kama bibi anaipenda hii? Binti naye anawaza, ameshagundua nichotumia nini? Kweli mdomo wake unajua kutambua ladha. Sasa Queen Dawaga baada ya kuonja anaamua kuonja tena. Hii ladha anayoisikia bado haelewi yani. Kwanza anakunja sura. Consort Kang akajua bas, ameshafeli huyu. Haya, tuambie chakula chako kinaashiria vipi heshima ya mtoto kwa mzazi? Hiki chakula kinaashiria heshima ya mtoto kwa mzazi katika njia nyingi sana. Kwanza, hii supu ya daejong nimetengeneza katika namna ambayo itakufanya uyakumbuke mapishi ya mzazi wako. Na pia hii tofu nimeongezea ladha na mboga ya majani ili kusudi iweze, acha kuongea ujinga, nenda kwenye pointi. La sivyo nitakukata mikono yako sasa hivi. Inatosha. Sasa kila mmoja anageuka, maana aliyesema inatosha ni Queen Dawaga. Hiki chakula na kila mmoja anatega sikio asikie Queen Dawaga anataka kusema nini kuhusu hiki chakula. Kinaashiria kila kitu. Sasa watu wanabaki wanashangaa ana maana gani, lakini anamaanisha yani sio mambo ya upendo tu, yani kila kitu. Kwanza anaanza kupiga msosi huo, ana mix wali na supu, yani kibongobongo. Na hii inawashangaza hawa kwamba inakuwaje tena Queen Dawaga tena vipi? Lakini Queen Dawaga anapiga hivi, anasikilizia hiki chakula, yani kimempeleka mbali sana. Binti anasema asante Mungu, anakula bora anavyokula we. Lakini anavyokula hivi kumbukumbu zinaanza kumrudia. Siku ya mwisho alipokuwa anaondoka kuja jumba la kifalme, mama yake alimpikia supu kama hii, yani ladha ni hii. Na hizi kumbukumbu zinapelekea mpaka Queen Dawaga anaanza kulia. Aisee, sio poa. Basi na hii hapa ilikuwa ni episode ya 7 ya Mashine Safi wanaita Your Majesty. Katika hii hapa tunaishia hapa, tukutane tena katika episode ya 8. Basi katika hii hapa sina la ziada, niseme see you on the next one.